Viewers, God bless you. Mungu awabariki mahali popote mpo. Ni wakati mwingine nachukua nafasi hii nikufundishe neno la Mungu kulingana na ile revelation nimepewa na Mungu. Nikupe neno ama mafundisho kulingana na revelation ambayo nimewezeshwa na Roho Mtakatifu. Na siku ya leo nataka tuongee kuhusu 666. Ni nani amechorwa? Ni nani hajachorwa? Who is a devil worshipper? Na ni nani ambaye sio devil worshipper? Tumekuwa na mindset tangu zamani. Mtu akitajirika, mtu akibarikiwa, mtu akiwa na magari, mtu akiwa na biashara zake kubwa, tunamuita devil worshipper. Mtu akiwa na jina kubwa, tunamuita devil worshipper. Hii mindset lazima tuikomeshe. We need to be delivered from this mindset. Tukombolewe, sababu hii mindset imetufunga. Ndio maana hatuendi bali. Hii mindset inatuzuia, imetuwekea limitation hata kwa maombi, imetuwekea limitation hata mbele za Mungu. Sababu mtu akibarikiwa, mtu akiinuliwa, tunasema ni devil worshipper. Itakuwaje ulaani kile kitu ambacho unatamani kuwa katika siku zako za usoni? So siku ya leo nataka tujiulize, ni nani amechorwa 666 na ni nani hajachorwa? Ukweli uko wapi? Kasuba iko wapi? To God be the glory. Tutaanza kwa kusoma katika kitabu cha Revelation 13. Revelation 13 mstari wa 16. Na Mungu atakubariki. Naomba Mungu akufungue macho. Mungu akalibariki neno hili na afungue moyo wako upate kuelewa. In the mighty name of Jesus. Revelation 13 mstari wa 16 inasema hivi. Nitasoma na Kiingereza. Kama uko na Biblia yako hapo, chukua usome. Usitamani kusomewa, upende kujisomea ili uelewe. Inasoma hivi. And he caused all, both small and great, rich and poor, free and bold, to receive a mark in their right hand or in their forehead, and that no man might buy or sell, save he who had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. That is 666. Mstari wa 16 unasema, and he caused all, both small and great, rich and poor, free and bold. To God be the glory. Sio ya kwamba mtu akibarikiwa ndio amechorwa namba 666. Kuna maskini hohehae ambao wamechorwa 666. Kuna watoto ambao wamechorwa 666. Kuna matajiri ambao wamechorwa 666. Kuna wahubiri wamechorwa 666. Na kuna washirika wamechorwa 666, lakini mhubiri hajachorwa. Kuna Wakristo wengi wamechorwa 666. Kuna Waislamu wamechorwa 666. Sio mambo na dini. To God be the glory. Kwa hivyo tutoe hiyo kasumba ya kwamba ukiona mtu amebarikiwa, mtu ameinuliwa, mtu ako na pesa zake, mtu ako na jina,
tunamuitanisha na nambari 666, tunasema yeye ni devil worshiper. Hapana. Tumesikia kuna wengi ambao wako na hii namba. Wengine iko kwa uso, the forehead, wengine iko kwa the right hand. Kwa nini iwe kwa uso ama kwa the right hand? Jambo ambalo nataka unielewe hapa mtazamaji, si mambo na zile vitu tunaona kwa macho ambazo zinasababisha tuwe na mark ya devil worshiper. No, it's our nature. Ni venye sisi tuko. Hiyo ndio inasababisha, hali ambayo tuko ndio inasababisha tuonekane katika ulimwengu wa kiroho sisi ni akina nani. Sio zile vitu zinaonekana juu juu. Wacha kwenda ukiangalia mtu kama amechorwa kwa mkono ama kwa uso, hiyo namba 666 hautaipata. Wacha kushinda ukiangalia tattoo. Wacha kujidanganya. Tumefungwa macho. Usindanganywe na revelation za uongo. He caused both small and great, rich and poor, free and bold to receive a mark. So next time ukiona mtu amebarikiwa, usikibirie kumpea ama kufanya judgment ya kwamba yeye ni devil worshiper, kwa sababu haujui. Kuna uwezekano wewe unayesema hivyo wewe ndiye devil worshiper. Tutaangalia mambo haya yote kupitia kwa neno la Mungu. Kupitia kwa neno. Uko na neno, tunapitia kwa neno. Wacha tutafute udhibitisho. So kuna mambo nataka niongee hapa. Kuna zile dhambi 7 ambazo Mungu anachukia sana. To God be the glory. Kuna dhambi 7 ambazo Mungu anachukia sana. Na hizo dhambi ndizo zinazosababisha tutoke katika uwepo wa Mungu. Utajuaje umechorwa ama mtu amechorwa hii namba 666? Ni lazima kuwe kuna dhambi involved itakayosababisha, kwa sababu shetani, he is the mastermind of sins. Na ni lazima afanye kitu ambacho kitakuwa contrary na mapenzi ya Mungu. So ningependa tuangalie mambo haya. Number 1, mtazamaji wangu, nataka uangalie your survival tactics. The way you survive. Wakati mambo imekuwa magumu kwako, how do you survive? How do you survive that? Wakati mambo ama hali ya maisha imekukalia, ama you are in a situation ambayo inaonekana kama very challenging, inakukalia. How do you handle that? How do you handle that? How do you survive? Wewe uko Nairobi ama uko town yoyote, wewe ni mwanaume, wewe ni mwanamke, kazi imeisha, hauna kazi. How do you survive? How do you survive? To God be the glory. Nataka tuangalie jambo hilo. Number 1, nimesema survival tactics. Inaweza ikawa either you survive through lust or chastity. Is either lust or chastity. Lust ni nini? Ikiwa kusurvive kwako kunatokana na lust, ni kumaanisha wewe ni mtu ambaye, kama wewe ni mwanadada, wewe ni mtu ambaye anaweza kuharibu ndoa ya mtu ndio uchukue mzee ili uweze kusurvive town, ili uweze kusurvive katika maisha yako.
ili upeleke watoto wako shule na uvae vizuri, unachukua bwana wenyewe. That is surviving through lust. Hiyo kazi ulikuwa unatafuta na ukapata. Ulipata aje? Ulilala na mtu ndio upewe hiyo kazi. That is surviving through lust. Pesa uko nazo, umezipata namna gani? Wewe mwanaume, wewe umetoka kwa mashuga mami, unafanya magendo, unatumia uongo kupata mali ambazo uko nazo, unaimbia watu, unafinyiria watu. That is surviving through lust. Ikiwa zile vitu uko nazo umezipata kwa kuvumilia sana baada ya kuumia na kuaibika, ulikataa kudanganya, ulikataa kuibia mtu, ulikataa kufanya maovu ili upate hizo vitu ama ili uishi venye unaishi, then it means your survival tactics ziko kwa chastity. Nikumaanisha wewe ni mtu ambaye anaweza akajishika. Yani wewe ni mtu ambaye anaweza, wewe ni mtu unajiamini na unajiheshimu. Ila kile uko nacho ni kidogo ama kikubwa, unakiheshimu na unakikubali. That is number 1. Number 2, mtazamaji wangu, creativity. Your creativity. Ideas ambazo huwa unapata zinakufanya kuwa nini? Ideas ambazo huwa zinakuja katika wakati umekaa hivyo, ukipata idea ya kufanya jambo fulani, ama idea ya kufanya, tuseme ni ya biashara, tuseme ni ya idea ya kujiendeleza katika maisha. Hiyo idea huwa inakusaidiaje? Ama huwa inaleta nini? Inasababisha kuwe na nini katika maisha yako? Number 1, ukipata hiyo idea, huwa unaishughulikia ama huwa unafuata, alafu baadaye una postpone, unasema wacha nitafanya kesho, jambo hilo nitajaribu kesho, nitajaribu kesho kutwa. How do you handle that? That is creativity that resorts to what? Sloth. Inasababisha uwe mtu wa kupostpone mambo, inasababisha uwe mtu mdhaifu, inasababisha uwe mtu mchoyo, inasababisha uwe mtu, yani kazi yako tu ni ideas zinakuja, ideas zinakuja, ideas zinakuja. Unaweza ukawa na a lot of knowledge lakini haisaidii. Unapata tu ni knowledge uko nayo lakini hauiweki ama hauitumii kwa kazi zako. Ama ukipata ideas, kuwa unaongezeka katika bidii yako na umakinifu wako, unaongezeka na unakuwa mtu ambaye anafanya mambo yake kwa nguvu zaidi, ama tuseme yani unakuwa mtu diligent, mtu ambaye anamakinika. Ikiwa
inakufanya uwe unakuwa na umakini, ni kumaanisha uko sawa. Ikiwa inasababisha uwe mtu slothful, unakuta umeanza, wewe ni idea tu zinakuja lakini hazikusaidii, you have a problem. Number 3, your confidence. Ukiwa kama mwanaume, ni nini huwa kinasababisha ujisikie wewe ni mwanaume? Ikiwa wewe ni eredi, nini hiyo huwa inasababisha ujisikie ya kwamba hata ukiwa mbele ya watu ya kwamba wewe ni mwanamke mkamilifu? Number 1, is it gluttony? Gluttony ni mambo kama gani? Kuna mtu akikula ashibe, akikula tu ashibe, yeye hahitaji kitu kingine. Huwezi ukaongea, hawezi akakubali uongee mbele ya watu, ni yeye husema kwa sababu ameshiba. Mwingine ni akiwa na pesa, anaweka mashilingi kwa mfuko, wakati anatembea inaenda ikipiga kelele, anajiamini sana wakati huo. Mwingine ni akiwa na nguo mpya, wakati huo hamwezi mkaongea mbele ya watu akiwa hapo, yeye ndiye anasema kwa sababu ako na nguo mpya. To God be the glory. Ama confidence yako inatokana na kujikubali venye uko. Kama unajikubali venye uko, bila pesa, bila chakula, bila nguo mpya, unajikubali, na hata ukienda mbele za watu hutaaibika. You will speak with confidence, either uko na pesa ama hauna. Ni kumaanisha your confidence is built on what? Temperance. Kumbuka na kufundisha kuna mambo, yani ukitaka kujua kama umechorwa hiyo namba, ndio tunaangalia these are characteristics za hiyo namba 666. Tunalinganisha 7 deadly sins na spiritual virtues. To God be the glory. Tuko number 3 sasa. Tumetoka, yes, tulikuwa confidence. Wacha tuende your heart, moyo wako, ama upendo, venye unapenda watu. Hawa watu uko nao, hawa marafiki uko nao, hawa watu huwa mnapelekana nao. Ulijoin hiyo group because of envy ama is gratitude? What do I mean? Kuna watu unatembea nao kwa sababu unashidana nao, unawapenda kwa sababu wako katika ile level ambayo unataka uwe, so unang'ang'ana ushidane na wao mupelekane. Kuna watu uliwatupa kwa sababu hamko level moja. Kuna wengine uliachana nao kwa sababu ndani yako ulisikia, ulihisi kinyongo kwa sababu wamekuwa juu zaidi na huwezi kuwafikia. Ukatengeneza enmity kati yako na wao kwa sababu wamekuwa juu na hauwezi kufika pale. That is envy. Unapenda watu kwa sababu unashidana nao, unataka uwe juu, ama ile group uko nayo, wale watu mnapelekana nao unawapenda because of gratitude. Unafurahia venye wako na unatosheka kwa moyo wako ya kwamba Mungu amewabariki. That is gratitude. Ni wewe ujipime.
hao watu unapelekana nao kwa sababu hiyo ndio class na level ambayo unataka kuenda nayo, unashidana na wao. Ama wale watu mlikuwa marafiki uliwafanya maadui, wamekuwa maadui kwa sababu either wamebarikiwa zaidi kukuliko, ama ni kwa sababu walikuwa chini zaidi kukuliko, na unataka kwenda juu, hautaki kulinganishwa na wao. Ama umetosheka na hao watu uko nao, either wako na kitu ama hawana, you are okay with that. So angalia, is it envy or gratitude? Twende number 5. Angalia your communication. Your communication, venye huwa unaongea na watu. Pengine inaweza kuwa ni watu wanakuomba msaada, hata inaweza kuwa ni watu ambao wanakusikiliza kutokana na uwezo wako wa kuongea, ama utaaluma yako, ama heshima ambayo wamekupea. Uko mahali tu wamekaa wanakusikiliza. Uwe unawaongelesha through love ama kindness. Unaongelesha watu ni kama unawabeba kama watoto, ni kama unaona hawajui kitu, unawachukulia tu hivi hivi. Unaongea maneno ni kama, wakati mwingine watu wakiongea na wewe unawaongelesha ni kama wamekukosea. Your communication, ama unaongelesha watu kama mtu ambaye anapenda watu. How do you speak to people? Ikiwa ni love, that is a sin. Ikiwa unaongelesha watu kwa upendo, na hata kama wamekuuliza maswali ya ujinga unawajibu tu kwa upendo, then it means you have kindness, ambayo ni virtue ya Mungu. Wacha tutoke hapo, twende number 6. This is your inner instincts or your gut instincts. Ndani yako, huyo mtu wako wa ndani, wakati anakuongelesha, anasababisha uwe greed ama uwe na charity kwa watu. Huyo mtu wako wa ndani, huyo akikuongelesha, huyo mtu wa ndani ambaye tunasema ni roho ananiongelesha, kwa pagans ama watu ambao hawajaokoka wanaongea mambo ya gut feelings ama instincts zinamuambia. Je, wewe hizo instincts zinakuambia, ama wakati zinakuongelesha zinakufanya uwe mtu greedy ama uwe na charity? Inasababisha upende watu na uwasaidie, ama ile kidogo uko nayo unakuja ngumi, unasema ni yako, unajiwekea, hata unachukua nyingine zaidi kwao badala ya uwasaidie unachukua kwao? Ikiwa ni greedy, you know it's a sin. If it's charity, you know it's a virtue from God. Wacha tuende kwa mambo ya spirituality, mambo ya kiroho sasa. Wewe ambaye ni mtu wa kiroho, ama kila mtu, hakuna mtu hana mambo ya spirituality ndani yake, ameokoka ama hajaokoka, it doesn't matter. Your spirituality inakusababisha uwe mtu pride, uwe mtu proud, you are proud of yourself, ama inakufanya uwe mtu wako na humility. Wewe unaweza kusikiliza watu wengine wakiongea, hata ikiwa ile hekima wako nayo ni kidogo kwako, unawaheshimu, unaweza ukavumilia wakati wanaongea na unakubali waongee.
ama huwa hautaki waongee kwa sababu wewe ndio unajua zaidi. Hautaki kupoteza masaa yako na wao, hakuna kitu wanaelewa. Wewe ndio unaelewa sana mambo ya kiroho. Hii inasababisha, ama nikiongea jambo hili linauza kanisa ama dini, linauza watu wa kimila. Wewe mtu wa kimila, wewe venye unaelewa mambo ya kiroho, yanasababisha uwe proud ya kwamba hata kanisa ikiongea huwe hauwezi ukasikiliza, kwa sababu unaamini unajua zaidi kuliko kanisa. Wewe kanisa, wewe mhubiri, wewe bishop, wewe archbishop, wewe apostle, wewe prophet, unaweza ukasikiliza watu ambao ni wa kimila, watu ambao wanaongea mambo ya jadi, mambo ya zamani, ama hauwezi kuwasikiliza wakiongea. Utaanza kuwakemea na unahisi ndani yako hawafai kuongea, kwa sababu wewe unajua mambo ya kiroho zaidi kuwaliko. Unaweza kuvumilia kukaa hapo uwasikilize wamalize, ama utatoka uende uwakemee, sababu unahisi ndani yako huwezi ukasikiliza watu kama hao. Are you proud? Ama unanyenyekea kwao, unatuliza tu, unavumilia, unanyenyekea usikilize? Ikiwa hauwezi kusikiliza watu wengine, ikiwa hauwezi kupea watu wengine time waongee yao wamalize, ili na wewe wakupe time yako uongee umalize, kama hauwezi kuwasikiliza, ni nani atakusikiliza? Kama kila saa wakienda kuongea tu hivi, hata hutaki kujua wanasema nini, wewe ni nani atakupea time ya kuonyesha huyo Yesu wako? Yesu Kristo habebwi ama haonyeshwi kwa watu kupitia vita, na huwa haingii ndani ya watu kupitia manipulation. No, ni humility. Uvumilie, ugoje time yako upewe, na wewe uongee yako. Uliwasikiliza, kwa hivyo umelipa gharama ya wao kusikia kutoka kwako. Chenye walipatiana, na wewe ni wakati wako upatiane. Ikiwa hautavumilia mambo kama haya, ni kumaanisha you have pride, na pride ni sin. Lakini wale ambao wako na humility, that is a virtue. To God be the glory. Mambo hayo 7, if you examine yourself, utajua kama uko na hizi 7 deadly sins: lust, sloth, gluttony, envy, wrath, greed or pride. Ama uko na virtues za Mungu ambazo ni chastity, diligence, temperance, gratitude, kindness, charity ama humility. Jipime ujue uko wapi. To God be the glory. Wacha tuendelee na neno. Tunaendelea na neno. Tunaongea, kumbuka tunaangalia hizi ni characters za mtu ambaye ako ama amechorwa namba 666. Sasa tukiendelea na ile Revelation pale, Revelation 16. Imesema pale Revelation 13:16 imesema, and he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their forehead. Mbona kwa mikono
na kwa uso ama kwa kichwa. Kwa nini? Kwa sababu naturally wale wamechorwa namba kwa kichwa ni watu ambao huwa wanapanga, wanafikiria, they meditated plan on evil. Hawa ni watu wanapanga kufanya dhambi, ni watu wanapanga kudanganya, ni watu wanapanga kufanya usherati. To God be the glory. Wale wamechorwa kwa mkono ni watu ambao huwa hawafikiri, wanafanya jambo tu kwa kustukia. Unakuta tu wamefanya hata wao bila kufikiria. Where are you? Where are you? Hata kwa Mungu iko hivyo. Kuna wenye wako na namba kwa uso, kuna wenye wako nayo kwa mkono ya Mungu. Unafikiria, kuna wale wana plan na kupanga na kufikiria mambo ya Mungu. Kuna wengine huwa wanaifanya hata bila kufikiria. To God be the glory. Wacha tuangalie mambo haya, tuyachambue kupitia neno la Mungu. Tukianza na Proverbs 6 verse 16. Mtazamaji wangu, kama uko na Biblia yako, twende kwenye kitabu cha Proverbs 6. Proverbs 6 kuanzia mstari wa 16 mpaka 19. Kama nakubo, tafadhali naomba usiboeke. Hakuna teaching ambayo huwa ina entertain. No, teaching huwa wakati mwingine inabo, sababu ya roho ya teaching inapelekana na kuboeka, kwa sababu inataka usikize. So verse 16 mpaka 19, Proverbs 6:16 mpaka 19. These 6 things does the Lord hate, yes, 7 are an abomination unto him: a proud look, that is pride, a lying tongue, and hearts that shed innocent blood, and heart that devises wicked imaginations, feet that be swift in learning to mischief, a false witness that speaks lies, and he who sows discord among brethren. To God be the glory. I'm not going to interpret that. Ni mambo haya nimesoma, ni mambo ambayo yana support venye nimesema. So usome, uelewe yale mambo Mungu anachukia. 7 ni hayo. That is Proverbs 6:16 to 19. Tutoke hapo twende Colossians 3 verse 8. Mtazamaji wangu, kama uko na Biblia yako, unaweza ukasoma ili usije ukasema ama usije ukachanganyikiwa, hii mambo ninaongea naitoa wapi? Ni mambo ambayo yako kwa neno. To God be the glory. Ni mambo ambayo iko kwa Biblia, sio mambo ambayo nimefikiria na kuyatengeneza mimi mwenyewe. To God be the glory. So ukiwa uko na Biblia yako hapo, wewe fungua kitabu cha Colossians, Wakolosai, Colossians 3. Colossians 3 verse 8. Mambo haya nakufundisha ni mambo ambayo, number 1, yatasababisha uache kuwa mtu wa kujaji watu wengine. Uache kuwa mtu wa kuangalia watu wengine na jicho ya judgment, kwa sababu Mungu ametukataza. Amesema sisi
tuache kukalia kiti chake, tusikalie kiti cha Mungu na kujaji watu wengine wakati tunaona pengine wamebarikiwa ama. So Colossians 3 verse 8 inasema nini? But now you also put off all this: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. To God be the glory. Filthy communication is part. Haya mambo yote haya ni mambo ambayo Mungu hataki na tunayaongea. Wakati unatazama mtu amebarikiwa unasema ni devil worshipper, that is filthy talk. Je, wewe umechorwa ama hujachorwa? Kati ya huyo amebarikiwa na wewe unaongea vibaya kumhusu ukisema ni wa devil worshipper. Nyinyi wawili nani amechorwa? Kulingana na venye tumesoma. That is Colossians 3 verse 8. Wacha tuendelee mtazamaji. Kitabu cha James 3 tutaanza 13 mpaka 18. Sitaki kupita juu, nataka niende nikikusomea kwa sababu neno hili litakusaidia, na sio wewe tu, hata wewe mwenyewe ukiipata vizuri. Mungu akifungua macho yako ya roho vizuri, utajisaidia na usaidie watu wengine. To God be the glory. Listen. James 3 verse 13 to 18 inasema aje? Who is he who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him show out of a good conversation. Umepata? Aliye na hekima aonyeshe kupitia kwa kuongea vizuri. His works with meekness of wisdom. But if you have bitter envy and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. This wisdom descends not from above, but is earthly, sensual, and devilish. Ikiwa hekima ulio nayo, ikiwa ideas ambazo ziko uko nazo, ikiwa ujuzi ulio nao unasababisha uwe mtu ambaye ni bitter wakati unaongea, ni kama mtu ako na bitterness, hauwezi kuongelesha watu vizuri, hauwezi kuona watu wengine kama ni watu. Hiyo wisdom yako Mungu amesema sio ya kutoka mbinguni, sio kutoka kwake, bali ni ya hapa tu. For number 16, for where envy and strife is, there is confusion and every evil work. Ikiwa mambo hayo uko nayo, ni kumaanisha confusion iko pamoja na wewe, na every evil work iko na wewe. So are you a devil worshipper or not? 17, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. And the fruit of the righteousness is sown in peace of them who make peace. To God be the glory. Hakuna kitu nafanya interpretation. Mambo yote neno hili ni direct, halihitaji interpretation. Tunaendelea mtazamaji wangu, usiboeke, itisha Mungu tu grace ya kusikiza hii neno. Tuendelee James 4. Twende James 4. Nitasoma kutoka 1 to 6, lakini wewe mwenyewe unaweza ukajisomea uendelee kutoka 1 ama uendelee mpaka 12. Wacha nisome kutoka 1 to 6. From whence come wars and fightings among you? Come they not hence, even of your lust that war in your members?
You lust and have not. You kill and desire to have and cannot obtain. You fight and war, yet you have not, because you ask not. You ask and receive not, because you ask amiss, that you may consume it upon your lust. You adulterers and adulteresses, know you not that the friendship of the world is enmity with God? Whomsoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Do you think that the scripture says in vain, the Spirit who dwells in us lusts to envy? But he gives more grace. Wherefore he said, God resists the proud, but gives grace unto the humble. Nimesema sifanyi interpretation. Nikisoma neno unalinganisha na venye tulianza mafundisho kulingana na 7 deadly sins na virtues za Mungu. Hiyo ni James 4 verse 1 to 6, lakini nikasema ili uelewe zaidi endelea mpaka 12 and God will bless you. Tunaendelea sasa. Revelation 13 from verse 11 to 18. Revelation 13 from verse 11 to 18. Revelation 13 verse 11 to 18. Hapa ni pale nilikuwa nimekusomea. Tulianza na hii. So nimekusomea ama nimekupe scripture ili usome. Utaambatanisha na Revelation 14. Hiyo 13 sitasoma tena, wacha tuendelee na 14. Revelation 14 from verse 9 to 13. From verse 9 to 13 inasema nini? And the angel, Revelation 14 verse 9 to 13. And the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receives the mark of his name. Here is the patience of the saints. Here are they who keep the commandments of God and the faith of Jesus. And I heard a voice from heaven saying unto me, Right, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Say, yes, says the Spirit, that they may rest from their labor, and their work do follow them. To God be the glory. I'm not going to interpret. Mi nasoma, I support what I started with kupitia kwa maandiko. Nitamalizia na Revelation 16 13 to 14. Revelation 16 13 to 14 inasema nini? Hizi 7 deadly sins ama hii mark ambayo watu wanapokea, hii mark 666 ni nini? Ndani yake ni nini kiko? Revelation 16 13 to 14 inasema, and I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet, for they are the spirits of devils working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Ni kumaanisha hii beast ama hii namba ambayo watu wanapokea ni namba ambayo iko na connection na unclean spirits ambazo zinafanana na chura, frog.
ambazo zinatumiwa na haya mapepo. So number 666 kilichotoka ndani ama beast iliyosababisha watu, iliyoabudiwa na watu na wakawekwa hii mark ya 666, chenye kilitoka ndani ya beast hiyo ni unclean spirits. Kwa hivyo chenye kilikuwa kinasababisha watu waabudu hii kitu, chenye kilikuwa kinasababisha watu waabudu beast ni unclean spirits. To God be the glory. So kulingana na neno ambalo nimekufundisha siku ya leo, linakuambia vizuri ya kwamba those who have this mark number 666 they need deliverance, kwa sababu wako na unclean spirits, wako na 7 deadly sins ambazo zimekuwa influenced na unclean spirits. Examine yourself, jiangalie na ujipime uko wapi. To God be the glory. Where are you standing? You need deliverance. Ikiwa uko on the negative side, you need deliverance. Unaweza ukakombolewa na hizo unclean spirits, zitakuondokea. Alafu uwe mtu wa kuvumilia, uwe mtu wa ambaye anapenda Mungu na mtu ambaye hana tamaa. Usikibirie mambo, uwe na roho ya Mungu ndani yako ili umshinde shetani. Resist the devil and he will flee from you. Watazamaji wangu, naweza nikaendelea zaidi na zaidi katika fundisho hili, lakini wacha tufikishe hapo. Nimekuachia wewe utafakari, meditate upon these things, na Mungu atakuongezea revelation zaidi kutokana na neno hili. May God bless you all in the name of Jesus Christ. Na wale ambao umejipata ya kwamba uko on the negative side, repent and ask God for forgiveness and for deliverance. May you be delivered, may you be healed, may you be set free in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Thank you all. Until next time, viewers, I love you. Amen.